wakiwa na alama sawa. Unaiona ni spirit gani ambayo wachezaji watakuwa nayo, kocha pia atakuwa na morali kiasi gani, na itapelekea kuona mchezo wa aina gani siku ya Machi moja? Kuelekea mchezo wa Machi moja, kwanza tunatarajia ni mchezo ambao utakuwa ndani. Japo kuwa kwa siku za karibuni mechi sita zilizopita, kama nilivyosema mara ya kwanza, mchezo umeonekana ni kama upande mmoja. Dar es Salaam Africans wanaingia, wanaenda wanamfunga Simba. Mara mwisho wamefungwa goli 1-0 kwenye ngao ya jamii. Lakini katika mechi hii ukiangalia vikosi vya timu zote mbili, ukimwangalia Simba, ukimwangalia kama Alibase Gweye, ukiangalia wachezaji wengine katika kikosi cha Simba, Dar es Salaam Africans usajili mdogo amefanya wadefu. Tumemwona katika mechi ya Jessica Brie chuma 2, na bado unaona kabisa mchezaji striker bado ana hamu ya kufunga magoli. Kwa hiyo ni mchezo utakuwa mzuri, lakini matarajio ya vikosi vyote viwili, namuona kama Yanga atashinda atakuwa na nafasi kubwa sana kutangaza ubingwa. Dabi haijawahi kutabiriwa. Dabi ni mchezo ambao unakuwa na pressure kubwa, wachezaji, timu ambao tunakuwa tunaiaminia kwamba hii iko vizuri. Muda huu ukija kutazama miaka nyuma iliyopita, Yanga alikuwa vibaya, Simba alikuwa vizuri. Ila Yanga alikuwa na Simba, Yanga alikuwa na shida Simba. Kwa huwezi kutabiri moja kwa moja kwamba baada kuja kuangalia kwenye mechi hizo za nyuma. Bana Jacob Mapunda, maana tumeona timu zote 4 ambazo zilikuwa zinashiriki mashindano ya kimataifa zimetolewa. Hivyo kila timu inasema inawekeza nguvu zake kwenye ligi ya NBC pamoja na CRDB Confederation. Unafikiri tunaenda kuona ushindani wa aina gani kwenye hizi ligi ambazo timu zetu zinashiriki? Ushindani unakuwa ukiangalia mchezo walizocheza katika ligi ya mabingwa na ligi ya shirikisho. Sasa anatarajia nguvu zile walizocheza Simba, Yanga, Singida Black Stars na Azam ziamie katika ligi yetu, na tumaini ligi yetu inakuwa na msisimko. Na nani unamuona akienda kushinda kwenye mechi ya Machi moja? Bila kupoteza macho, Machi moja kuna mtu ataenda. Nani ataenda? Mtu ataenda kufa. Wanitafute inbox itaambia. Bwana, shukrani sana ndugu mtazamaji, ulikuwa na mimi Islam Mata, Class Bono Michezo, nilikuwa na Jacob Mapunda pamoja na Dennis Luiza. Hii ni Chopa la Michezo, lakini pia nilipata nafasi ya kwenda kuzungumza na mashabiki mbalimbali kwenye VAR ya mtaa, nini ambacho wamekiona, na mashabiki walichambua pamoja na kutoa maoni yao kuhusu mambo mbalimbali ya kimichezo. Tupo hapa Msamvu, maeneo ya Msamvu Morogoro, katika stendi ya mabasi. So tutapenda kupiga story na mashabiki mbalimbali wa soka. So let's go. Jina langu maarufu ni Msonde, nashabikia Young Africans. Young Africans bwana, calculator imegoma. Nini hasa mpaka nakuja sababu na wasababisha nyinyi calculator imegoma na kushindwa kuelekea kwenye hatua inayofuata? Ni kweli, tunamshukuru Mwenyezi Mungu, ligi ya mabingwa imecheza vizuri. Burudani ya mpira watu wamepata, kwa wapenzi wa mpira. Yaani burudani watu wamepata. Ila katika matokeo na ushabiki hatuwezi kusema calculator sana, kwa sababu ni maneno ya kawaida katika utani wa jadi, lakini yani tuseme vilabu havikuwa na vilabu vinavyotokea hapa kwetu Tanzania havikuwa bora kama misimu mingine ambayo ilikuwa inacheza vizuri kwenye mashindano haya ya ligi ya mabingwa. Kwa hiyo yani mimi sikuona ule ushindani kama zamani. Wewe unafikiri ni sababu ipi ambayo imewafanya mmeshindwa kuja kufikia kile ambacho nyinyi mlikuwa mnatamani? Uongozi wa klabu zote ambazo zimeshiriki katika nchi yetu ya Tanzania hawakujipanga vizuri kwenye mashindano, kwa sababu mtu mnafanya usajili wa dirisha kubwa, usajili mkubwa, na unakuja katika dirisha dogo unaboresha usajili wako ili kuja kupata kitu chochote, lakini mwisho wa siku unashindwa. Ina maana hawakujipanga. Wale waliofanikiwa kwenda robo finali na wale walijipanga. Mpira una mbinu na vitu vingi, kwa hiyo kama hujajipanga vizuri huwezi kwenda popote. Haijalishi kwamba una namba ya aina gani kwenye Afrika, una ubora kiasi gani, una mbinu za kufanya wewe uende. Kama mbinu huna, ina maana utaishia njiani, huwezi kwenda popote. Kwa hiyo kwa wapenzi wa mpira ambao walitegemea watapata kile wanachokitaka, hawakupata, hawakufurahi. Ila burudani watu waliona, sababu mpira kiwanjani lazima uone burudani. Ila kwenye kusema kufurahi kishabiki, yani kwa Simba na Yanga, Azam, Singida Black Stars hakukuwa na ule ushindani kama zamani. Kwa kuwa kuna wengine walipata pointi kadhaa lakini hawakwenda popote. Mpira ulikuwa unataka mbinu, haukutaka tu kucheza. Mashabiki wa upande wa pili wameonekana kufurahi sana calculator ilipogoma, lakini msemaji wenu wa Young Africans bwana Ali Kamwe, yeye alisema kwamba Waarabu wanaondoka ila tunabaki wenyewe, tusubiri Machi moja.
wewe kama wewe sasa, hiyo machi moja unatarajia kuona kitu gani kwa timu yako? Hayo yani, mimi kweli ni mshabiki wa Young Africans na hawa ukiangalia wasemaji ni sometimes tu kwenye kuleta hamasa na watu kuonekana kwamba timu hii ni bora hivi, kuwasahaulisha vitu vilivyopita, ila ukienda katika uhalisia kama machi moja ni mechi ya dabi inajulikana. Hata kama kuna Young Africans walipata matokeo mara kadhaa, alikuwa bora, hatujui kwamba hii nayo itakuwaje, lakini mechi ya dabi ni ngumu, ila atakayejiandaa vizuri kwenye mchezo huo anafanya vizuri na ataendelea kutamba, kwa sababu kutamba ni kawaida kwenye mpira. So una matarajio gani na timu yako kuhusu msimu ujao kwenye ligi ya mabingwa barani Afrika? Mimi rai yangu, labda matarajio makubwa sina, kwa sababu labda uongozi ukifikiria ukatafuta wachezaji wenye uwezo wa kufanya vizuri kwenye ligi ile, sababu inaweza kufika mbali, kwa sababu jambo majijambo watu wanajipanga sana, mtu anaongea kila kitu kwa sababu ana kitu, lakini kama hauna kitu huwezi kuongea. Kwa hiyo kama watajipanga vizuri, wakaona wapi walipokosea, wakatafuta wachezaji ambao wana uwezo walau wakawasogeza kwenye hatua fulani, kwa hiyo tutakuwa na cha kusema, tutakuwa na kwa kujivunia. Ila sasa hivi ilikuwa mna kishabiki au kalupeta, huwezi kucheza mpira kwa sababu nani hawa nani hawa mabosi zetu wajipange, wakae vizuri na wadau wao, wasajili vizuri ili tufike pale tunapotaka, ili furaha yetu iendelee kuwa sawa. Lakini vinginevyo mpira utapunguza mvuto, kwa sababu unaaminishwa sana kitu fulani, lakini mpira huko hivyo duniani kote. Watu wanaojipanga ndio huwa wanafanya vizuri. Kuna watu wana namba ndogo kwenye ubora wa vilabu hapa Afrika, lakini wameendelea mbele, ila wenye namba kubwa wamebaki kwa sababu hawakujipanga, walifikiria mazoea. Mpira hutaki mazoea. Bana, neno moja kwa mashabiki wote na wapenzi wa mpira Tanzania, una neno gani la kuambia kuhusu timu zetu zote nne kuja kufeli kwenda hatua inayofuata? Hapo ni kutulia, kuzipa sapoti, na kikubwa viongozi wasikilize maoni ya wadau, kwa sababu wadau ndio kila kitu. Biashara ya mpira inategemea wadau, mashabiki, biashara ndio zinazoenda. Kwa hiyo wasikilize maoni yao ili waweze kugundua wapi panasumbua, waweze kurekebisha, kwa sababu timu zinapokuwa zinaishia njiani, ina maana hata mvuto wa mashabiki unapungua. Kwa baadaye, ina maana tutategemea wakati mgumu, watu watakuwa wanapunguza mvuto wao kutokea sehemu mbalimbali na mipira inapokuwa inachezwa, ina maana hasara itakuwa kubwa, sababu watu wanakuwa waendi. Ukiangalia hata mapato watu kwenye jezi na nini, watu wanakuwa waendi kwa sababu wanajua timu zao zifanye vizuri. Kwa hiyo viongozi wasikilize wadau wao, washabiki wanasemaje, waangalie yenye tija, wayafanyie kazi ili vilabu viweze kusonga mbele. Tuchukulie tu kwa sababu timu zinacheza tutafeli, hata hivi tunarudi nyumbani tunaanza kutambiana mambo mengine. Sababu tunataka zifanye vizuri ili tuweze kupata cha kuongea, lakini huwezi kupata cha kuongea kama klabu ifanye vizuri. Kwa hiyo rai yangu, viongozi wasikilize wadau, kae pamoja, angalie wapi ambapo wanakosea, wakiona sehemu ambayo ina mapungufu warekebishe ili vilabu vyetu vifanye vizuri. Wewe mwenyewe pia umemaliza mtihani kwenye kundi. Bwana, unahisi ni kitu gani ambacho kimesababisha wewe umalize wa mwisho wakati watu walikuwa na matarajio makubwa sana, wakati stage na natoka makundi yanapangwa, huenda nyinyi ndio mlikuwa na nafasi kubwa ya kuonekana kama mnaweza mkafuka hatua inayofuata? Yaani tukisema katika mtazamo huo, kwa timu yetu sasa bado ina changamoto kubwa, kwa sababu tutaangalia kama kwenye benchi, uongozi bado kuna mtafaruku mkubwa sana. Kwa hiyo timu haiwezi kasimama kama hamna umoja kwenye Simba sasa imekuwa mtihani, na ndio maana hata timu yetu yenyewe sasa hivi inalega sana. Yaani hapa kuna mechi kama 2 hapa za mwisho angalau, na sisi watu wa Simba tumesema tupo, ila basi tuliweza kuchoma. Kama mimi niliweza kuchoma jezi ya Simba, nilitoa 50,000 ila nilichoma moto, kwa sababu moyo wangu siwezi kufikiria mambo mengine akaanza kunichanganya. Mpira unauma kaka, yaani tukiacha maneno mpira unauma. Kama wengine tunaishi hapa stendi tunajijua kabisa, Simba ikifungwa hapa ukai kwa amani, uli manyanyaso utayapata hapo, utajuta, bora urudi nyumbani. Sasa kwa upande wetu yaani nimepitia wakati mgumu sana kwenye maisha yetu. Okay, kwa hiyo wewe sasa kama mshabiki wa mpira, mshabiki wa klabu ya Simba, unahisi nini kifanyike ili kuweza kufanya vizuri kwa klabu yako? Tukiomba sisi kama sasa hivi mashabiki wengi kuna watu ambao walikuwa kwenye uongozi wetu wa Simba, tunahitaji kwamba waweze kujiuzuru, yani watoke kwenye uongozi, kwa sababu wanatufelisha kwa kiasi kikubwa. Kwa sababu kuna wachezaji wengine wameweza kuwekwa nje, ila
baada ya kupata nafasi katika hizi mechi wametuonyesha kitu cha tofauti, kwamba kumbe wana uwezo, ila kupitia uongozi na figisu zake wale wachezaji walikuwa wapewi nafasi. Kwa sasa hivi tunashukuru kwa maneno yetu, yani kupaza kwetu sauti, kuna mambo baadhi tunaona yanaanza kubadilika. Bwana, baada ya kalkuleta kugoma kule kwa wapinzani wako bwana Young Africans, wakasema bwana sawa, umoja wa Waarabu unaondoka, tunabaki wenyewe Waswahili. Bwana, machi moja pale Guantanamo Bay pale uwanja wa New Amaan Complex kutakuwa na kibarua cha dabi. Bwana, wewe sasa kwa klabu yako unasema imeanza kuimarika baadhi ya maeneo, una matarajio gani kwenda kuelekea hii dabi? Mimi siwezi kusema sana, lakini nasema kwa upande wa dabi, kwa sababu tumepigwa mara 2 mfululizo, mara sita mfululizo. Yes. Yani siwezi kusema kwamba kwa kipindi hiki tutakubali, naweza nikakataa, ni ngumu sana, kwa sababu hata timu yenyewe inajua mashabiki tunapitia tension gani, kwamba hatuna amani, tumekosa sana amani. Hata wachezaji wanajua, mashabiki wa Simba sasa hivi hata ukija kukaa hapa tu ukiangalia jezi ya Simba unaweza kupita 2 au 1, wakati watu jezi wameamua bora waweke ndani tuwavae wanachezea. Hatuwezi kukubali. Kila shabiki atakuwa roge kwenye bibi yake babu yake, yani siku hiyo ndugu yangu siwezi kusema sana. Bwana, neno moja kwa mashabiki wote wa Simba ambao wanakutazama kupitia One Mic Channel. Bwana, neno moja unawaambia nini kuhusu hiki kipindi kigumu ambacho mnapitia? Mimi naomba niseme tu kwa mashabiki wenzangu wote wa Simba, japokuwa tunaumia, ila Simba ni timu yetu, tunaipenda sana Simba. Tunaomba turudi kwa sasa tuweze kuitia timu yetu nguvu, na nasema mimi kama shabiki wa Simba, kwa hii dabi na ukuja mbele, sisi lazima tumpasue mtu. Kama mtu hajafa 3 anakufa 2. Wewe kundi ulikuwa sio gumu sana kama wenzangu, lakini kwa mimi ni kubwa usajili, ni kweli kwa usajili. Wasajili nilikuwa nao kwa wajibu nipeleka sehemu yote, na right time anarudiwa kama sehemu usajili kidogo, nilikuwa narudia mashindano ili kupambana ili kuomoka mapema. Okay, kwa usajili ambao umeufanya akina Libase Geye, akina Haula, bwana, una matarajio gani wakati huko wenzako baada ya kalkuleta kugoma wamesema kwamba Waarabu wameondoka, tunabaki Waswahili tupo, tuje tupigane wenyewe? Kuelekea machi moja na usajili ambao umeufanya wewe kwenye dirisha dogo, una matarajio gani na nini ambacho unatamani kwenda kukiona? Ninategemea makubwa usajili nilioona mpaka taifa zaidi waliokuja dirisha dogo. Jamani, mchezaji ambaye kafiri leo kwa mchezo wangu wote walipata nafasi wote wameita wana kitu. Na mimi niliporudi huku wenyewe kwa wenyewe tuote kuna vitu, lakini tunagombania ubingwa, yeye anagombania ubingwa. Elewa. Yes bwana, rangu jina ni Ikram Mata, last born wa michezo. Ulikuwa na mimi katika Chopa la Michezo VAR ya mtaa, na hapo tulikuwa katika stendi ya mabasi Msamvu Morogoro. Bwana, usisahau kushare, subscribe na kucomment kwenye channel yetu ya One Mic Channel. Okay, hadi wakati mwingine.